mtumishi. Naam. Kwa hiyo ukombozi wa mwanadamu hatuwezi kuuona bila kuangalia ni wapi ambapo walianguka. Ndio. Na kwenye part 1 ambayo tulikuwa tunaendelea nayo na sasa tuko part 2, tuangalie sasa mwanadamu pale ambapo ameanguka ili tuje tuone huyu mwanadamu ambaye Yesu Kristo alikuja kumkomboa ilikuwaje. Karibu. Amina. Kama nilivyokuwa nimesema kwenye part 1 wakati tunamalizia Mwanzo 3:8 pale inasema kwamba tukienda mstari wa 9 anasema Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia uko wapi? Maana tayari uko wapi si kwamba Mungu alikuwa hamuoni Adamu. Lakini mwanadamu hakuwa katika ile nafasi yake kama tunavyosema, tayari alikuwa amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ameshajiona yuko uchi, ndio maana alikimbia. Kama vile ambavyo wengi wamekimbia, wakisikia tu mahubiri wanasikia kugadhibika, wanatamani kujificha kwa sababu hawako kwenye uwepo wa Mungu, wako katika giza. Kwa Mungu hapa anakuwa kama mtume wa kwanza au mwinjilisti wa kwanza. Yeye mwenyewe ndo anaanza kumtafuta mwanadamu. Okay, na sasa hapo tunaona kitu kingine kwamba tabia mojawapo ya dhambi inakufanya umkimbie Mungu. Kabisa. Kwa sababu dhambi ni giza. Ndio. Kwa hiyo na Mungu ni nuru. Kwa hiyo nuru na giza haviwezi kukaa pamoja. Kabisa. Kwa hiyo nuru inapoonekana maana yake giza inakimbia. Ndio. Kwa hiyo tunaona Adamu tayari alikuwa yuko tayari kwenye giza, kwa hiyo asingeweza kukaa na nuru akakimbia. Kwa hiyo Mungu hakumuona kwenye ile nuru. Amen. Na ndio maana sasa tunaona kwamba Mungu akaamua kuirejesha nuru kwa mwanadamu. Tukisoma kwenye Yohana ile sura ya kwanza, waraka wa Yohana sura ya kwanza, tuangalie pale kuanzia mstari wa 8. Waraka Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu. Yohana sura ya kwanza inaeleza kuanzia mstari wa 8. Huyo hakuwa ile nuru, anazungumzia Yohana Mbatizaji. Sawa kabisa. Bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi amtiae nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Ambaye ni Yesu Kristo sasa, ambaye ni nuru halisi. Ambayo sasa ndio Adamu aliipoteza ile nuru halisi ya mwanzo aliyokuwa nayo. Unaweza kuendelea. Amina. Sasa tumeona Mungu anamtafuta Adamu. Ukishuka chini kidogo, Mungu alitoa adhabu. Lakini katika ile adhabu ilikuwepo ahadi. Lilikuwepo tumaini. Ukisoma ule mstari anasema baada ya Adamu kusema akasema ni huyu mwanamke uliyenipa ambaye amenishawishi, lakini hakuna aliyetubu hata mmoja. Bwana Mungu alitoa adhabu, akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilofanya? Akasema nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa nawe utamponda kisigino. Huu ni unabii wa kwanza kabisa wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ukombozi. Ndio. Kwamba nyoka uzao wake maana yake ni mapepo, majini, wachawi, waganga na watu wote wa giza. Kwamba watakuwa na uadui na wana wa nuru ambao ni wana wa mwanamke, wanadamu. Lakini tunaona adhabu hizi ni kama inaanza kutengenezwa ukombozi. Kwamba wewe hakuna kitu ambacho utakiponda kichwa kitakuwa hai kabisa. Chochote. Hata mwanadamu akipigwa kichwani lazima atakufa. Kwa hiyo nyoka ni kama amepewa kwamba uwezo wa kugonga kisigino. Lakini sisi tumepewa uwezo wa kuponda kichwa. Na maana yake ni kuteketeza kabisa. Na umesema ndio unabii wa kwanza. Unakujaje kuwa unabii wa kwanza kuzaliwa? Unakuwa unabii wa kwanza mtumishi wa Mungu kwa sababu amemwambia uzao wa mwanamke. Sasa ukiangalia wote tuliozaliwa duniani ni uzao wa mwanaume na mwanamke. Kwa hapa kulikuwa kunatabiriwa kwamba kupitia yule mwanamke aliyetenda dhambi ya kwanza na kumshawishi mumewe kula tunda, anaambiwa uzao wa mwanamke. Manake hapa kuna siri kwamba watu wote tuliozaliwa duniani wote tumezaliwa kutokana na mwanamume na mwanamke.
lakini uzao pekee wa mwanamke ni uzao wa Yesu Kristo. Okay. Ndio. Ambaye sasa tunakuja kuona ni Mungu katika mfumo wa mwanadamu aliyezaliwa na Bikira Mariamu na kuleta ukombozi duniani. Kabla hatujaenda huko, lakini bado naona kuna ukombozi mwingine kwenye sura hii ya 3. Ukisoma kwenye Mwanzo 3:21 inasema hivi, Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akamvika. Amina. Kwa hiyo kuwavika ngozi ilikuwa ni kuwaondolea aibu. Ndio. Lakini swali moja la kujiuliza, Mungu alitoa wapi ngozi? Ndio. Maana yake kuna mnyama alichinjwa, damu ikamwagika, ngozi ikachunwa.